the Ministry of Education to do national public awareness. National, kila pahali. Tusiseme you are coming to Kisii, juu Kisii ndiko na gender-based violence. Fanye national public awareness on these offenses. Watu wajue ukifanya makosa ni nini unangojea hapo mbele. So that is what we are going to do. I have that bill in parliament. I'm waiting for the second reading. Tuendelee hivyo na tuendelee hivyo. Kwa hivyo mimi nimeanza. I'm an example. Esi Okenyuri Nyaituga, natokea eneo hili la Kisii. Na katika siku hizi 16 tumekuwa tukiangalia mambo mengi. Kwanza ningependa kuangazia migogoro ya kinyumbani. Ningependa kuwasihi wazazi ambao wanatutazama leo waweze kupunguza mambo ya migogoro ya kinyumbani, kwa sababu migogoro hii wakati mwingine huchangia kuwadhuru wale watoto hata wanakwenda shuleni, masomo yao hayawi sanifu ama wawezi kufikia viwango vile ambavyo walitarajia. Kuwaomba vijana wakati huu ambapo tuna sherehe nyingi hapa na pale, wajikinge, afya yao ni muhimu. Mimi kama memba wa kamati ya seneti ya afya, ningependa kuwaelimisha watu wetu kuwa tupimwe ili tujue hali yetu, na wale wenzetu ambao wanatuzunguka wasiweze kuwaonyesha unyanyapaa wale ambao wamekushaugua virusi hivyo. Mwisho, la muhimu sana ni kuwaomba watu wetu wa Kisii hapa. Mkisii ni mtu mwenye bidii. Na tukipunguza mambo hayo nimezungumzia hasa migogoro ya kinyumbani, sisi wenyewe tunaweza kufanya biashara zetu hapa na pale. Tunaweza kuchangia katika uchumi wa taifa, na Mkisii ataheshimika na makabila mengine yote hapa Kenya. Na wao wa siku 16. Na hizi siku 16 tungependa atuambie kwa uwazi ni maneno gani yale ambayo wanapitia, ili tupate kuyaongea, tupate kuelimisha watu wetu wajua. Hasa kama hii ya kupigana kwa nyumba, unapata sasa watu wameoana vizuri kwa upendo. Ikifika kwa nyumba sasa unapata vita imekuja ambapo imeanza kuua wengi wetu, especially wale wa kike. Hiyo ndio tungependa watu wetu wapate kujua, na pia tupate kuambia kwamba watoto wetu wa kike wale wachanga wa miaka 18 kuja chini wanapata mimba za haraka ambapo hazistahili, zinaharibia mtoto maisha yake yajayo. Kwa hivyo hayo yote tunastahili waelezewe, wapate kujua. Unajua hii ni nyakati ya Disemba, na Disemba ni ukuanga na maneno mengi. Na unajua hii ndio holiday kubwa kwa watoto, especially wenye wanasoma. So wanapokuja nyumbani na ikuwe bahati mbaya wapate mimba, wakirudi kwa shule hao wataendelea na shule. Masomo yao itakuwa imekatishwa na hatutataka mambo kama haya yafanyike. Februari, mimi ni MCA, niko nominated kwa county yetu ya Kisii. Siku ya leo tumekuja kujumuika hapa na mama kuongelelea maneno ya 16 days of GBV, hiyo zinaitwa gender based violence, vita za kinyumbani. Tumekuwa tukizunguka kwa county mzima hizi siku zingine zote spread the gospel, tukiwaambia tuache vita za nyumbani. And kutop up hiyo maneno tumeweka bill pale assembly yetu ya Kisii. Kuna kitu inaitwa Child Protection Policy na kuna ingine inaitwa the Gender Bill. Zote zimekuja pale na tunazingangania kwamba tupate kupata njia ya kuprotect wanawake. Matters femicide, tumepata wanawake wetu wengi sana wanauliwa kwa nyumbani, huko nyumbani, lakini si wanawake peke yake, because nimekuja nikapata vita si za wamama, si wazee wanapiga wamama peke yao. Nimepata kuwa wamama pia wanapiga wazee. Unapata mzee ameenda akalemewa kidogo akakunywa yake, wanakuja wanapigana nyumbani. So what we are preaching for these 16 days ni tukue na mapenzi nyumbani. Mapenzi, tunataka kupigana lakini tupigane na mapenzi. Si ile vita ya mangumi. Kuna ile vita ya mapenzi. Ile vita yenye inaleta watoto. Hiyo ndio vita tunataka kupigana, si hiyo vita nyingine. Kama machifu tuko nyuma ya mama county kuhakikisha kwamba jambo hili tumeliangamiza kabisa. Lakini tunapofanya kazi hiyo, mara nyingi tunakumbana na changamoto kata wa kata. Kwanza tuko na wazazi ambao hawataki kushirikiana na sisi. Mzazi anakudanganya, mtoto ni mgonjwa, yuko hospitali, kumbe amepeleka yeye hospitali na ameandago jambo kama hilo mbaya. Ndio na wakati. Pili, tunapata kwamba tunapojaribu kufanya jambo hili, wale watu ambao wanastahili kuungana na sisi ili kutuunga mkono tuweze kufanya pamoja wanakaa mbali. Wananchi wengi pia wamejiweka katika jambo hili na kusema kwamba Mwajamila ni mtuma. Lakini ukweli ni kwamba hili ni jambo ambalo limepitwa na wakati. Tunapata changamoto
ama hatupati, ukweli ni kwamba jambo kama hili tutaliangamiza na watoto wetu waendelee kusoma. Nimepanga seminars. Kama wiki hii ni seminars ya watoto wachanga kutoka kwa miaka 6 mpaka miaka 13. Kuanzia wiki ijayo 2 weeks wasichana na wavulana, semina ya wiki 2 mpaka tarehe 28 ndio itaisha, yenye ya kufundisha youths wetu wajue inaendeleaje. Hata mimi wangu wachukuu wangu na wengine sikuwapeleka kukeketa, ndio na read by example. Niseme wamama ndio wanafanya watoto wanasika mimba. Niache mtoto mama anatuma mtoto jioni, ampeleka maziwa kwa soko, peleka mboga, enda nunua mafuta, enda nunua kiberiti. Sasa akipata mtu njiani anamuna cheese. Ndio sababu niliambia wamama wasiache watoto, wasitume watoto 8 hours kwenda kwa soko. Sasa mtoto akisika mimba, mama anamuuliza uko namna gani, usiambie baba yako. Ndio sababu tumepanga hayo maseminars, na sisi tunazunguka kuona kwamba watoto wasiingiliwe na mambo mbaya. Mama ikiwa anajua mtoto yake amesika mimba, hataki kuambia mzee. Sasa niliwaambia ikiwa bahati mbaya amesika mimba, achunge huyu mtoto akue mkubwa mpaka asae, amwachie mtoto yeye aende shule. The chiefs, they feel part of us. Kwa politics, you must be connected with the people. Ndio ile kazi unafanya ieleweke. Lakini ukijitenga ukae kando, muacha na machiefs wakae kando, hata wao wana feel kweli tuko na leaders. As much as ni time, kuna mambo na time, kuna mambo na resources na kila kitu, lakini tukijitolea muhanga, tutajaribu kupata jibu. Tusaidie watoto wetu kutoka mimba za mapema, watoto wanadanganywa, people living with disability, wao wakikuwa defiled ni kwa lazima na ni kwa nguvu, na lazima hiyo kazi iche. Kwa nini hawezi piga kelele? Afadhali wao wengine tunaongea, yule haoni atavumilia tu kufanyiwa hiyo dhuluma, and it is very painful experience. Saa zile unafanyia mtu mwenye ako disabled hiyo kumnajisi. Kwa hivyo leo wacha Kisii ikuwe ni kama ndio benchmarking, tukataa hii kitu. Na minister wa internal security, tafadhali hawa chiefs muone ile njia mnaweza wapanga vizuri, ndio wapate facilitation, kagari kakutembea, waingie mashinani, ndio wa prevent hizi vices. Hakuna haja tupatie mjumbe gari atembee nayo, na huyu mwenye anastahili kabisa anafaa kufanya hii kazi hana hata tuktuk kama pikipiki ya